تحية طيبة من عند الله مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, nakusia pamoja na kuisia nafsi yangu leo inshallah taala katika nasaha zetu, nataka nikuhusie jambo moja ambalo kwamba lau utasimama nalo ama lau utalifuata jambo kama hili, basi wewe utakuwa mbora hapa duniani na kesho akhera. Utakuwa mbora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kukubaliwa kwa dua yako. Ni jambo ambalo kwamba sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nifundishe mimi katika jambo katika dini, jambo ambalo kwamba nikikuuliza wewe sitomuuliza mtu mwingine yote, yani nitatosheka kwa wewe ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isitosheke kwamba kumwamini Mwenyezi Mungu kisha uwe na msimamo juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha uwe na msimamo juu ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi kama hii, ndugu wapenzi wa Kiislamu, inatufundisha mambo mengi hapa duniani na kesho akhira, kwamba wewe ukiwa na msimamo katika jambo lolote, hata mambo ya dini, basi unakuwa ni mtu bora hapa ulimwenguni na unakuwa mtu bora vile vile kesho akhira. Angalia Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotubashiria na kutuzawadia wale watu ambao kwamba watakuwa ni watu wenye misimamo katika dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia nini? Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, hakika ya wale ambao kwamba innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, hakika ya wale ambao kwamba rabbuna Allahu walisema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja, thumma istaqamu, kisha baada ya hapo hawakutosheka kwamba wao ni Waislamu. Baada ya hapo hawakutosheka kwamba wao wameitwa Muhammad, kwamba wao wameitwa Ali, kwamba wao wameitwa Abu Bakar, basi natosheka. Watu kama hao ni wale ambao kwamba hawakutosheka kwamba wao wanaswali, kwamba wao wanafunga, kwamba wao wanatoa sadaka, basi ikawa ni hivyo bila ya msimamo juu ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwa ni zero work. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu, wanateremshiwa malaika siku ile ya kufa. Malaika kama hao wanateremka na sanda, na huku sanda inatoka peponi, na huku inatiwa mamiski na maharufu ya udi kutoka peponi, na huku wakiwabashiria watu kama hao wenye msimamo wakisema, alla takhafu wala tahzanun, usihofu jambo lolote, usihofu kwamba umeacha mambo duniani hajakumaliza, usihofu kwamba umeacha vijana, wala tahzanu, wala musihuzunike juu ya mambo ambayo kwamba huko ambao kwamba mnashukia nyinyi, mnashukia mambo pahali pema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile kwa kuwasifu watu ambao kwamba ni wa misimamo akasema, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Akawambia wale ambao kwamba wana misimamo katika dini, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawana hofu hapo ulimwenguni kwamba maisha yamepanda, kwamba mafuta yamepanda, kwamba hivi na vile, wala hum yahzanun, wala watu hao waoni kuhuzunika. Istikama katika dini na kuhusia barobaro mwenzangu pamoja na mashekhe wenzangu
Wasichana vile vile tuwe na usimamo katika dini. Juzi alhamdulillah tutatoka katika masiku 10 bora. Alhamdulillah, ukitembea barabarani kila mmoja anafurahika, kila mmoja utamuona anatoa maswadaka, kila mmoja amebeba tasbih, kila mmoja tawadhu kabisa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya, tuangalie baada ya hapo, baada ya Eid, sawa Eid lako lilikuwa ni Ijumaa, sawa Eid lako lilikuwa ni Jumamosi, baada ya hapo ilikuwa ni kama final, tumemaliza ligi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si msimu. Mwenyezi Mungu si kama mahembe, Mwenyezi Mungu si kama avocado, Mwenyezi Mungu si kama maligi ya UEFA na FA kwamba anaabudiwa kwa masiku fulani. Tumetoka katika masiku bora, 10 bora ambao kwamba tulikuweko na tukifanya ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake anampenda yule ambao kwamba mwenye kufanya ibada na kuendelea, na anamchukia yule ambao kwamba atafanya ibada kubwa kisha aache, na anafurahika kwa yule ambao kwamba atafanya ibada chache na huku akiendelea ila yaumil qiyama. Tulikuwa tukiswali tahajjud masiku 10 bora yaliyopita. Tulikuwa tukitoa maswadaka. Naam, huwezi kutoa sadaka kila siku, lakini jaribu kujipanga, at least kile Ijumaa utapata maskini hata kama ni 5 kuwapatia shilingi 10. Tulikuwa tukiswali kwa jamaa, ukiangalia mabarobaro msikitini wakisoma Qur'an. Je, Qur'ani ile baada ya masiku 10 yale iliondoshwa? Je, Qur'ani ile baada ya masiku 10 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haikubali tena? Kwa hivyo tuwe na mstimamo katika dini, hata kama ni pepa, tulikuwa tukisoma pepa 5, lakini tujaribuni kusoma pepa at least 2, ili usiache yale ambayo kwamba alikuwa ukiyafanya katika yale masiku 10 bora. Na vile vile bado tuko katika Ashurul Hurum, masiku bora kabisa katika miezi bora mitakatifu ni Dhulhijja, Dhulqada, Dhulhijja, Muharram pamoja na Rajab, na bado tuko katika miezi mitakatifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub, mwenye kuadhimisha na kuitukuza miezi mitakatifu, basi hao ni katika wale ambao kwamba wenye takwa katika moyo. Kwa hivyo ukitaka kujijua wewe ni mtu wa takwa, ukitaka kujijua wewe ni katika watu wa misimamo, na ukitaka ubora katika hapo ulimwenguni na kesho akhera, basi kuwa na msimamo katika dini. Jaribu kuyafuatilia yale ambayo kwamba ukiyafanya. Tukitukua mfano ambao kwamba wa dunia, mwanasiasa tu, ikiwa wewe huna msimamo, basi mwanasiasa na kutupilia mbali. Lakini angalia kwa watu ambao kwamba wenye msimamo, wamefaulu hapo duniani kwa kupitia wanasiasa. Mwanasiasa anamsifu, anasema yule ni mtu mwenye msimamo na familia zake. Je, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukitaka ubora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukubalika kwa dua zetu, basi tuweni na misimamo katika dini. Yale ambayo kwamba tulikuwa tukiyafanya katika miezi mitakatifu, basi tuendelee tukiyafanya vile vile, hata kama ni nusu yake inshallah Ta'ala. Salatul witri, salatu dhuha, kutoa masadaka na kuwarahamu na kuwahurumia mayatima na maskini inshallah Ta'ala, na kuunga kizazi. Kwa ajili hiyo inshallah Ta'ala tuwe min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.